Unajua kabla tufike hapa tumekuwa vitu vingine huko. Tumekuwa maseneta huko tukiwa na kina Haron, tumekuwa sijui leader of majority, tumekuwa sijui vitu mingi hapo katikati. Tumekuwa mawaziri. Sasa watu wengine wamefanya shortcut. Sasa kupata kazi kubwa anaanza kiburi. Anamea pembe. Anaenda kushindana na rais. Anafikiria hata yeye ni rais. Na yeye ni naibu wa rais. Naibu wa rais ni number 2, sio number 1. Hiyo kama tunaelewana jamani. Naibu wa rais ni namba ngapi? 2. Na hiyo ni kazi muhimu, sio kazi ndogo. Lakini usiwe na kiburi ufikie ati ufikiria hata wewe ni rais. Na sasa wanahangaika wako huko msituni. Walipigwa tafrao. Sasa wako huko wanapiga kelele na kupiga mbinja huko msituni. Waende wakiendanga ama namna gani? Na bado hawajaona moto. Saa hii bado kiburi iko, inaenda ikipungua, hii kiburi itaisha. Hawajaona fire. Watakutana na fire jamani. Unajua Rais Ruto hajaanza campaign. Bado Rais Ruto hajagurumisha campaign infrastructure. Ile gari yake ya campaign bado hajagurumisha, hajapiga race. Tukiingia kiwanjani ya campaign na kuambia hao wanaume wataona siku mrefu. Wataona moto jameni. Unashindana na William Ruto na sisi tuko pale. Na wanaongea tu na madharau, wanaongea sijui pele nini, kimbele nyingi, mdomo mrefu, kiburi. Wewe unaringia nani bwana? Wewe unatujua ama ulitusikia? Ulituona usiku, hujawahi tuona mchana my friend. Endelea tusiendelee. Endelea tusiendelee. So kwa sasa hivi tusukume masoko ile nimesema ya Seguton na Kamara ikamilike. Tusukume hiyo barabara ya Kiambereria ifike kule Chepsiri ama namna gani? Tusukume hizo barabara zingine sikamilishe. Alafu sasa tuvae njuga tuende campaign au wanaume wataona siku mrefu. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo hapa katika sehemu ya Nakuru we are building 23 markets at a cost of 2.2 billion shillings. Tuko na projects za affordable housing nyingi sana. Tuko na projects za kujengea wanafunzi hostels within Nakuru, KMTCs, Rift Valley Training Institute, Egerton University, TVET zetu zote na polytechnics. Ukijumuisha ile pesa Rais Ruto amewekeza Nakuru County ya affordable housing na markets na hostels, 80 billion shillings hapa Nakuru County. Nakuru County has the highest allocation in the whole country ya pesa ya affordable housing, markets na hostels, 80 billion shillings. Na tunasema hiyo ndio inafanya wananchi wa Nakuru waunge mkono Rais Ruto, kwa sababu anajua Nakuru ni kubwa na inahitaji maendeleo katika kila sehemu. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Basi leo ni siku ya mchango. Leo ni siku ya kusimama na wanabiashara wadogo. Leo ni siku ya kusimama na vijana wetu. Na tutaendelea kurudi hapa kwa shughuli zingine, tukiwa na mheshimiwa, tukiwa na governor, tukiwa na PSs wetu ambao wengine wako hapa, wengine wanatoka sehemu hii. Tuko na PS Ngeno Festus anatoka hapa, tuko na PS Rono anatoka Kericho wa agriculture. We will come back as a whole team of government to support the development agenda of this area. Mimi nataka kumalizia kwa kusema hivi: wale wanataka kushindana na sisi watafute sera ya kuuzia wananchi. Wawache mambo ya ukabila, wawache mambo ya kiburi, wawache mambo ya kudunisha wananchi. Wajue ya kwamba tunahitaji umoja katika taifa la Kenya. Agenda yetu ni umoja wa taifa. Agenda yetu mabarabara zaidi. Agenda yetu stima kwa kila mwananchi. Agenda yetu tujenge masoko, wanabiashara wadogo wapate mahali pazuri pa kufanya biashara. Agenda yetu ni kuboresha afya, ndio tumeleta mambo ya SHA. Kwa hivyo wale wengine pia watoe agenda yao. Wawache kimbele, wawache maringo. Wajue hii dunia
siasa ya zamani ya ukabila imepitwa na wakati. Sasa lazima uuze akili na sera ya kuongoza taifa, sio maneno ya kutuletea upuzi wa ukabila. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo vile vile mimi nasema ya kwamba tukiendelea mbele, Mungu atatujalia, na tunaombea rais wetu, tunaombea wananchi, nchi yetu ikae na amani. Na nimesikia kuna matatizo madogo madogo hapa ambayo yanatatiza wananchi. Iko kero kwa sababu wananchi wengi hawana hati miliki za mashamba. Ni kweli si kweli? Unataka niende nikanyoroshe mambo ya mashamba mpate haki miliki zenu? Vile vile nimesikia kwamba hii uwanja hakuna vile hamuna ruhusa ile inaitwa special user license. Mimi nikitoka hapa naenda kutafutana na Kenya Forest Service kuhakikisha kwamba hii mahali tumepea wananchi special user license, ndio hii uwanja itumike na wananchi wa hapa na ipanuliwe, ndio iwe inatosha kwa mikutano yetu. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Kwa hivyo hizo sehemu ambazo zimebakisha stima, zile sehemu ambazo zimebakisha mambo ya barabara, kwa sababu nimetaja zile barabara mheshimiwa amesema tutazitafutia, na fire si fire, fire si fire, Kuresoi North ni fire si fire, ni noma si noma, ni tutam si tutam, tutam si tutam. Mmeshaamua? William Ruto ni tutam, William Ruto ni tutam, ni tutam. Wacha nione tutam ya William. Wale wako Nairobi hawajaona. Yani ni tutam ya William Ruto. Ni tutam. Ni tutam. Wacha nione wale wanasema tutam, tutam. Oh my God, this is good. Mambo ni mzuri jameni. Nani kina nani hao wanaongelesha William Ruto huko nje sijui namna hii namna hii namna hii? Unajua William Ruto ni fire. Fire si fire. William Ruto ni fire si fire. Inoma si noma. Tutam si tutam. Wacha nione tutam ya William Ruto. Bas, mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru wote, na wale viongozi wa hapa ambao hawajawasalamia nitawaita hivi karibuni wawasalamie. Viongozi wenu wote wataongea, lakini kwanza wacha nishukuru mbunge wetu Mheshimiwa Kiprono Mutai. Huyu Mutai ameanza vizuri, na mimi nikiangalia huyu sio hata 2 term, huyu ni long term. Huyu ni long term. Huyu ni long term. Mutai ni fire si fire. Mutai ni noma si noma. Anatosha atoshi. Acha nione long term ya Mutai. Long term. Bas, kwa hivyo namshukuru kwa kushughulikia vijana wetu wa bodaboda. Mimi nakubaliana na kiongozi wetu wa bunge la seneti Mheshimiwa Aaron Kiptoyot, Thomas Kasi. Ninyi mnajua Aaron Kiptoyot? Huyu Thomas Kasi huyu ni fire si fire. Aaron Cheruyot ni fire si fire. Ni noma si noma. Wacha nione salamu ya Kiptoyot. Yeye ndiye kusema dunia hii. Yeye ndiye kusema dunia hii. Mtu ya mkono ya Rais Ruto. Sini Kiptoyot hapa. Aendelea siendelee. Aendelea siendelee. Wacha nione salamu ya Aaron Cheruyot jameni. Bas, kwa hivyo mimi nakubaliana na Aaron Cheruyot ya kwamba bodaboda, sekta ya bodaboda ni sekta muhimu sana, na inapaswa tuweze kuisaidia hii sekta, kwa sababu inaajiri vijana wengi ambao wangekuwa wanahangaika, wengine wangeingia katika mambo ya wizi, ama hata wangeingia kwa madawa na pombe, lakini bodaboda imewapatia ajira, wanashughulika pale wakutafutia watoto wao riziki. Tunashukuru sana wana bodaboda kwa kufanya kazi kwa bidii,
na hakuna kazi mbaya, hakuna kazi ndogo. Sisi tunasema kwa UDA, kazi ni kazi. Kweli si kweli? Si kazi ni kazi jameni? Kwa hivyo tuko hapa kuwaunga support na kuwaweka nguvu. Kuna kijana hapa ambaye amepoteza side mirror ya bodaboda yake. Kuna kijana hapa anasumbuliwa na polisi kwa sababu hana side mirror. Kuna kijana hapa bodaboda imekwama, imekosa spare part ya shilingi 3,000. Lakini kutoka leo, baada ya hii mchango, huyo kijana atanunua spare part. Kweli si kweli? Kuna watu Nairobi kule wameshiba, wako na pesa mingi, wanatuambia tusichange hii pesa ya kusaidia vikundi, ya kusaidia bodaboda, ati ile pesa tunachanga ni kidogo. Hakuna pesa kidogo. Wewe ndio umeshiba, wewe ndio uko na pesa. Hawa hawana pesa ya kutosha. Pesa hata ile watapata, hata kama ni kidogo, itawasaidia na watanufaika. Ule alikuwa na 2,000 apate 2,000, atafikisha 4,000. Ule amekosa spare part ya shilingi 3,000, leo atanunua spare part na bodaboda itaamuka. Bodaboda power, bodaboda power, bodaboda power. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Mimi nataka nishukuru Rais William Ruto, kiongozi wetu na rais wetu, kwa sababu ile amekuta nchi ameendelea kuipeleka mbele, kusongesha mbele. Mnajua siku ile rais amechaguliwa, wakulima wengi ilikuwa vigumu kupata mbolea ili kupanda chakula cha kutosha, kwa sababu mbolea ilikuwa bei ghali, shilingi 7,000 kwa mfuko, shilingi 6,500 kwa mfuko. Rais Ruto ameteremsha bei ya mbolea, ikatoka 7,000, sasa ni 2,500. Ni kweli si kweli? Na kwa sababu Rais Ruto ameteremsha bei ya mbolea, ndio wakulima wengi waweze kumudu mbolea, wazalishe mahindi, wazalishe chakula, tuondoe njaa, wapate riziki. Rais Ruto kwa kuteremsha bei ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500, tunasema yeye ni fire. Fire si fire.